Tunapoizungumzia orodha ya mabilionea duniani, basi jina la kwanza linalokuja kichwani katika vichwa vya watu wengi ni la Elon Musk, ambaye huyu ni mmiliki wa mtandao mkubwa duniani, mtandao wa X ama almaarufu kama Twitter. Elon Musk ni namba moja katika mabilionea wote duniani kwa sasa, kwa mujibu wa ripoti zilizotolewa na Forbes za mwaka 2025 ambazo zimetoka rasmi tarehe 1 Aprili 2025. Utajiri wake unakadiriwa kuwa na thamani ya US dola 342 bilioni 342 dola za Kimarekani. Na katika orodha hiyo ya Forbes inaonyesha kuna jumla ya mabilionea 3028 kutoka orodha ya mabilionea 2781. Katika orodha nzima inamaanisha jumla ya matajiri wote ambao ni 3028 wana thamani ya trilioni 16.1 dola za Kimarekani. Katika orodha hiyo inaonyesha kuwa kuna wanawake 406 ambao nao ni miongoni mwa mabilionea, lakini namba ya wanaume imefikia 2622. Katika orodha hiyo mpya ambayo imetolewa na Forbes inaonyesha kuna watu wapya ama mabilionea wapya 247 ambao wameongezeka katika orodha hiyo. Hapa leo hii na kuletea takwimu kuhusiana na utajiri wa moja wa mabilionea wakubwa kabisa katika bara la Afrika, ambaye yeye ni Aliko Dangote. Aliko Dangote kwa mara ya kwanza aliingia katika jarida la Forbes ambalo lilikuwa likionyesha orodha ya mabilionea mwaka 2008 akiwa na utajiri wa jumla ya dola za Kimarekani bilioni 3.3. Ili uweze kuingia katika jarida la Forbes ni lazima uwe na utajiri wenye makadirio ya bilioni 1.1. Lakini Aliko kwa mara ya kwanza alitajwa na jarida hilo maarufu duniani la utajiri la mabilionea akiwa na utajiri unaokadiriwa kuwa na thamani ya bilioni 3.3 dola za Kimarekani. Lakini utajiri wake ulishuka mwaka 2009 na kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.5. Lakini 2010 pia utajiri wake ulishuka na kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.1 kabla ya utajiri wake kuongezeka mwaka 2011 na kufikia dola za Kimarekani bilioni 13.8 baada ya kuanzisha kiwanda chake cha Dangote Cement. Dangote anamiliki hisa za thamani ya 86% katika kiwanda chake cha Dangote Cement, lakini pia akiwa ameanzisha viwanda vingine ikiwemo Nascon Allied Industry, lakini Dangote Sugar na United Bank of Africa. Hiyo ni kwa mujibu wa ripoti za Nairametrics ambazo zilionyesha kwamba utajiri wake uliongezeka kwa bilioni 1 dola za Kimarekani bilioni 1 mwaka 2024 kutokana na ukuaji wa naira ya Marekani ama soko la naira la Nigeria. Mnamo Septemba 2024 Dangote aliweza kurudia utajiri kuwa tajiri namba 1 baada ya kumpita Johann Rupert katika mwaka huo wa 2024. Dangote kwa sasa ameingia katika orodha ya mabilionea weusi kwa ujumla, mabilionea weusi, ambapo yeye ameingia tena katika orodha hiyo kulingana na orodha ya mabilionea wa dunia ya Forbes 2025, ambapo sasa hivi inaonyesha utajiri wake umefikia dola za Kimarekani bilioni 23.9. Dangote aliwahi kusema kuwa kuna wakati alitaka kuthibitisha kama kweli ana hela. Yes, alikuwa tayari bilionea, mtu mwenye pesa nyingi kwenye account, lakini hajawahi kuziona live in solid cash. Siku moja akajiuliza, hivi kweli nina hela au ni takwimu tu kwenye screen? Akatengeneza cheki yake mwenyewe ya dola za Kimarekani bilioni 10, akaenda benki mwenyewe akachukua cash dola bilioni 10 real physical money, akapaki kwenye gari yake akaenda nazo hadi nyumbani. Alipofika akazimwaga zote, akazipanga mbele yake, akajitazama na kusema, sasa naamini kweli nina pesa. Kesho yake akaufunga tena mzigo huo, akarudisha benki.
Hakukuwa na biashara, ilikuwa tu ni assurance ya ndani. Fast forward to 2024, Dangote amekamilisha ujenzi wa Dangote Refinery, kiwanda kikubwa zaidi cha kusafisha mafuta barani Afrika chenye thamani ya bilioni 23 dola za Kimarekani. Kimeanza uzalishaji rasmi na kimemwongezea utajiri wake wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 10.5 ndani ya mwaka mmoja. Kutoka kwa bilionea wa kutaka kuona hela physically mpaka kuwa miongoni mwa watu 100 tajiri zaidi duniani. Katika mabilionea 3028 waliotajwa na Forbes mwaka 2025, ni 23 tu ndio weusi, sawa na asilimia 0.8 ya orodha nzima. Lakini utajiri wake kwa pamoja unakadiriwa kufikia dola bilioni 96.2. Ujumla wa matajiri hao 23 ama mabilionea 23 weusi unafikia thamani ya dola bilioni 96.2. Ishara ya mafanikio makubwa licha ya uwakilishi mdogo. Hawa ndio mabilionea weusi watano bora kwa mwaka 2025 na sekta wanazotawala. Namba 1, Aliko Dangote. Thamani ya dola bilioni 23.9. Mfanyabiashara kutoka nchi ya Nigeria, anamiliki Dangote Group, kampuni kubwa barani Afrika inayojihusisha na uzalishaji wa saruji, sukari, chumvi, mbolea na bidhaa nyinginezo za viwanda. Namba 2, David Stewart. Utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 11.4. Marekani, mwanzilishi wa Worldwide Technology WWT, kampuni kubwa ya IT inayotoa huduma za teknolojia kwa mashirika makubwa kama AT&T na Boeing. Namba 3, Robert F. Smith. Yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 10.8. Mwekezaji wa Marekani katika sekta ya private equity, mwanzilishi wa Vista Equity Partners, kampuni inayosimamia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 90 katika kampuni za teknolojia. Namba 4, Alexander Kapp. Utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 8.4. Mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza wa Palantir Technology, kampuni ya Marekani inayotoa huduma za uchambuzi wa data kwa mashirika ya kijasusi, ulinzi na biashara. Nambari 5 ni Mikel Adenuga. Utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 6.8. Bilionea wa Nigeria anayewekeza katika mawasiliano, Globacom, mtandao mkubwa wa simu na mafuta kupitia Canal Oil. Hapa na kutajia tu kwenye orodha hiyo ambayo imetaja nikianzia na anayeongoza kinara ambaye ni Aliko Dangote. Estimated net worth ni hiyo dola za Kimarekani bilioni 23.9, lakini anayefuatia ni David Stewart mwenye bilioni 11.4 dola za Kimarekani, lakini Robert Smith dola bilioni 10.8, lakini Alexander Kapp dola bilioni 10.2, lakini anayefuatia ni Mikel Adenuga dola za Kimarekani bilioni 6.8, na anayefuatia namba 6 ni Abdullah Samad Rabiu ambaye yeye anamiliki utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 4.7, lakini anayefuatia ni Michael Jordan. Huyu ni Black America, huyu tunamjua alikuwa kwenye masuala ya basketball NBA. Yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 3.5, lakini Oprah Winfrey ambaye huyu ni mtangazaji lakini ni Black America, yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 3.0, lakini Patrice Motsepe, Dr. Patrice Motsepe, rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 2.8, lakini anayefuatia ni mwanamuziki Jay-Z Baba Blue, yeye ana utajiri wa Kimarekani dola za Kimarekani bilioni 2.5, lakini anayefuatia ni Adebayo Oguneshi, yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 2.3, alafu Steve Masiwia, yeye utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 1.8, lakini Femi Otedola dola za Kimarekani bilioni 1.7, Magic Johnson dola za Kimarekani bilioni 1.6, lakini Junior Bridgman dola za Kimarekani bilioni 1.4, Tyler Perry dola za Kimarekani bilioni 1.4,
Tope Awotona dola za Kimarekani bilioni 1.4. Lakini pia Rihanna, mwanamuziki huyu maarufu kabisa ambaye ana asili ya Sierra Leone, dola za Kimarekani bilioni 1.4. Lakini Tiger Woods, huyu ni mchezaji maarufu sana wa gofu, dola za Kimarekani bilioni 1.3. Lakini Mohamed Ibrahim, yeye ni dola za Kimarekani bilioni 1.3. Lakini LeBron James, ambaye huyu ni mcheza basketball, dola za Kimarekani bilioni 1.2. na mwisho anayetufungia listi ni Michael Lechin mwenye thamani za dola za Kimarekani bilioni 1.2. Lakini inaeleza pia mwaka huu Sheila Johnson, mwanzilishi wa Bet na Heriton Tabuta Bitcheck wameingia rasmi kwenye orodha ya mabilionea weusi wa Forbes 2025. Marehemu Junior Bridgman, ambaye alitengeneza utajiri mkubwa kupitia franchise za Wendy na Chili's, ameingia pia kabla ya kufariki Machi 2025. Wengine maarufu kwenye orodha ya Forbes ndio kama hivyo nimekutajia, Rihanna ambaye ni mmiliki wa Fenty Beauty na Fenty Savage aliyegeuza muziki kuwa biashara, mabilionea Tyler Perry, mwigizaji mtayarishaji wa mmiliki wa Tyler Perry Studio. Lakini Magic Johnson kutoka NBA hadi kuwa mwekezaji mkubwa kwenye michezo, benki na real estate. LeBron James, mchezaji wa NBA aliyewekeza kwenye media, Spring Hill, Blazed Pizza na Liverpool FC. Lakini Tiger Woods ambaye anacheza michezo ya golf, deals na endorsement kampuni yake ya TMRW Sports. Pia hao wote wanathibitisha kwamba mafanikio ya kifedha ya mtu mweusi yanawezekana kwa bidii, maarifa na maono. Orodha hii ni ushahidi kuwa mtu mweusi anaweza. Tukiwekeza katika elimu, teknolojia, nishati mbadala, ubunifu na biashara zenye tija, hakuna kinachoshindikana. Huu ndio mwisho wa thread hii ambayo inakuletea orodha ya mabilionea kwa wale upande wa wale weusi. Lakini mwanzo nilianzia na ile orodha ya bilionea mkubwa zaidi duniani pamoja na orodha mjumuishi ambayo inaonyesha mabilionea kufikia namba ya 3028 kutoka 2600 na kitu hivi. Ni kukaribisha sana kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yetu Renio Sport TV kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali zaidi za muhimu. Asante, ciao.